akasema kana kwamba, akawaambia kana kwamba msifurahie kwa maana mlikuwa mnapigana vita, kwa sababu mlikuwa mnakemea mapepo yakatoka, lakini nyinyi ombeni bila kukoma, maana ninaona shetani akitoka mbinguni na kuwafuatilia. Yes, ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma, bali furahini, pia furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hivyo kila nataka kuambia kana kwamba vita vipo na ni nyingi sana vita. Wachawi wa kwenu wapo, wanganga walagai wapo, kila chochote changiza kipo, na ni wewe usimame imara. Simama imara, simama upigane vita vyako kirohoni, simama uangalie jinsi ya kupigana vita vyako. Maombi ni njia moja kupigana vita. Njia ya pili ni kusoma neno. Njia ya tatu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Njia ya nne ni kuomba msamaha. Njia ya tano ikiendelea ni kunyenyekesha mbele za Bwana na mbele ya kuangalia mbele za Mungu na mbele za binadamu. Uangalie umenyenyekesha, yani umekuwa mdogo. Sile vita vilikuwa vinainuka mpaka sinaisha. So tafuteni haki. Biblia inasema tafuteni haki na haki itawafuata. Tafuteni haki na haki nayo itawafuata na itawaandama. Kwa hivyo huwezi niambia pasa Yesu akiwa mbinguni mkononi mwa kuume mwa Mungu atanipigania vita vyangu hapa duniani. Hai, utangoja sana. Utangoja sana. Watu wengi siku hizi wanaongelelea wale wengine masengenyo, wanawasengenya. Alafu theni vile vikiinuka wanasema Yesu atatupigania. No. Yesu hawezi inuka abikane vita vya mtu ambaye ameinua vita. No. Nataka kusema nini? Narudia tena na mara ya mwisho. Nakwambia vita vyako ni wewe usimame katika lango. Simama katika lango. Na katika marengo ya kiroho na ukomae kiroho, upigane vita vyako na vitaisha.